Nione Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa Keian siku ya leo katika ibada hii maalum ya Pasaka na vile vile ya ujenzi wa makanisa zetu za hapa Kilgoris, hasa sehemu hii yenu. Mimi nataka nimkaribishe mgeni wetu wa heshima leo hapa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Nimwambie Mheshimiwa Mudavadi, karibu katika kijiji yetu. Mimi nilifika hapa mapema. Nyinyi kina Ntutu, Mama Tonkei, sisi tunawakaribisha huku kwetu. Karibuni sana. Nimesikia mkijaribu kunieleza mambo ya kijiji yetu hii. Hii mambo ya kijiji mimi naelewa sana. Kwa hivyo wageni wote mliofika hapa karibuni. Mimi nimefika hapa leo sio kama mgeni, lakini kama jirani na mwenye mji huu. Nilikuwa nimepata habari ya mkutano huu kupitia kwa Prime Cabinet Secretary wetu. Alikuwa amenieleza, amealikwa katika kijiji yetu, akapitia kwa ofisi yangu, akaniambia ya kwamba naenda kijiji yako na nataka unitume. Na mimi nikamtuma. Lakini wakati nilikuja nyumbani hapa kwa mambo ya Pasaka, leo asubuhi wakati niliamuka, ilikuwa niende kanisa yetu ya Matangwara hapo AIC. Lakini nikapigia huyu mbunge wetu, Mheshimiwa Ole Sunkuli. Huyu Sunkuli sasa ndiye akaniweka maneno, akaniambia hapana, haitaonekana sura mzuri wewe ukiwa hapa kwa jirani na iko kanisa kubwa imepangwa pale. Basi mimi nikasema vile Daudi alivyosema. Unajua Daudi alisema wakati aliambiwa twende kwa nyumba ya baba, alifurahi sana. Na mimi nikasema pia mimi nitafurahi na nije hapa niungane na nyinyi. Sio kama mgeni, lakini kama mtu wa kijiji hii. Ya pili niliambiwa vile vile, kwa sababu Prime Cabinet Secretary alikuwa amenieleza iko maneno ya ujenzi. Na hapo kwa kujenga ni mahali pazuri. Mnajua mimi nimeshughulika hii Kenya na kujenga mambo mingi. Mimi najenga huko State House, najenga soko, najenga affordable housing, tunajenga barabara, na kujenga kanisa ni ya muhimu kuliko hiyo ujenzi ingine yote. So nikaamua leo nikuje hapa niungane na nyinyi na nilete mawe. Nyinyi mnaelewa hiyo? So mmesikia watu wanasema siku hizi weka nini? Nasema weka mawe. So hata mimi nimekuja na nimebeba mawe ya kujenga makanisa haya yenu. Mimi nawashukuru sana watu wa hapa Kilgoris kwa ushirika wenu, kwa umoja na usaidizi mnaotusaidia katika kujenga taifa letu la Kenya. Na mnajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba kuna kazi lazima tufanye, tubadilishe mwenendo wa taifa letu na tuhakikisha kwamba sehemu ama taifa letu la Kenya linapiga hatua ya kwenda mbele. Jambo la kwanza mliniambia nifanye ni kupanga mambo ya uchumi.
maneno ya uchumi ilikuwa mahali pabaya sana. Inflation ilikuwa juu, interest rate ilikuwa juu, exchange rate ilikuwa juu. Leo mimi nataka niwaeleze uchumi ya Kenya tumeidhibiti. Ile interest rate ilikuwa juu, imeteremka chini. Inflation ilikuwa 9%, sasa ni 4%. Exchange rate ambayo ilikuwa 160 something, sasa ni 130. Na mambo bado, tunatengeneza uchumi ya taifa letu. Miaka 2.5 iliyopita, uchumi ya Kenya ilikuwa namba 8 katika bara letu la Afrika. Leo tumepita Ethiopia, tumepita Angola, sasa uchumi yetu ni namba 6 katika bara letu la Afrika. So mambo ya uchumi, I can confidently tell you that we have stabilized our economy, our interest rates are reasonable, our exchange rates are stable, our reserves are healthy, na Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Muliniuliza vile vile nipange mambo ya elimu ya watoto wetu. Si ni kweli? Tulikuwa na changamoto 3 kwa mambo ya elimu. Hatukuwa na madarasa ya kutosha, hatukuwa na walimu ya kutosha, na funding model yetu ya watoto wa university ilikuwa na matatizo. Mpaka ma university ilikuwa karibu inafungwa. Kwa miaka 3 we have turned around, we have undertaken the largest transformation in our education sector. Leo tumeajiri kwa miaka 3 walimu 1,100. Hakuna serikali imeajiri walimu 1,100 tangu tuwe na independence Kenya. Tumejenga madarasa 23,000 kuhakikisha kwamba watoto wetu wako na mahali ya kusoma. Tumebadilisha mfumo ya funding model ya watoto wetu kuhakikisha hakuna mtoto wa Kenya anawachwa nyuma, hasa katika masomo ya college na university. Mkaniambia nipange kilimo. Kilimo hapa sisi ni wakulima, si ni kweli? Mbolea hapa ilikuwa inauzwa 7,000. Leo mbolea inauzwa 2,500. Ukienda hapa Enosain, ukienda pale Kilgoris, ukienda Narok, kila sehemu ya Kenya. Maneno ambayo ilikuwa inatusumbua ya miwa, tulikuwa na wakora wengi walikuwa wamejazana huko kwa miwa. Mimi nikaenda nikawafukuza, nikawaambia mambo ni 3. Leo wakulima wa miwa wanalipwa every week, wafanyikazi wanalipwa every month, na kilimo ya sukari, kwanza sisi watu wa hapa Narok, leo tuko na factory 2 mpya hapa Narok. Tuko na factory ya hapa Esoit, imewekwa, wawekezaji wameweka bilioni 5 kujenga, na imeanza kusaga miwa. Watoto wetu 3,000 wataajiriwa hapa. Tuko na factory mpya Ang'ata, ilianza kusaga miwa last week. Tulipatia hawa leseni mwaka 1.5 iliyopita. Pale pia vijana 3,000 watapata ajira, wasukume mambo ya maendeleo mbele. Na in the next 2 to 3 years, ile shida tumekuwa nayo ya sukari Kenya mzima, ambayo tulikuwa tunaagiza sukari kila mwaka, tunatafuta COMESA safeguard, sijui tunafanya nini. Kenya hii will be a net exporter of sugar. Vile nyinyi naona mko na bidii hapa. Si hii ni dunia ya kupanda miwa? Si mulikuwa na kidogo na matatizo na hapa Transmara, mnangojea siku mingi kukata miwa yenu? Sasa iko factory nyingine hapo, iko factory nyingine pale, mambo yenu itakuwa sawa sawa. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu tunataka miwa ikatwe miezi 18 inatosha. Ikipita sana 24 months. Lakini hii miwa ya kungoja mpaka 36 months hapana. Tunataka kuharakisha maneno, pesa tuweke kwa mfuko.
Ama mnasemaje nyinyi watu hapa nyumbani? Si namna hiyo? Tupangane namna hiyo, si ndio? Yes. Vile vile muliniambia ya kwamba nipange mambo ya matibabu. Pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa sana ya mambo ya matibabu. Watu walikuwa wanauza nyumba, wanauza shamba, wanauza ng'ombe kulipa gharama ya hospitali. Nikasema vile katiba ya Kenya inasema afya sio starehe ya watu matajiri na wale wako na kazi na wale wako na uwezo. Haki ama afya ni haki ya kila Mkenya. Ndio sababu tukaanzisha sheria mpya. Sasa tuko na SHA. Watu wa Kilgoris hapa, nilikuwa naangalia leo asubuhi, watu wa Narok County, watu 1415 wamejiandikisha tayari kwa SHA. Leo Kenya hii utasikia mtu wa kijiji fulani amelipiwa na SHA 20,000. Mtu wa kijiji fulani amelipiwa 50,000. Ya kijiji fulani 100,000, 1,500, 1000. Ni kweli ama si kweli? Zamani mlikuwa mnasikia mtu yote analipia mwingine. So tunataka kusukuma, bado kuna maneno kidogo na rekebisha na nitanyorosha. Kuna wale wakora kidogo pale, nitawaweka kibogo, mtashangaa mpaka hiyo laini ikae chonjo. Yeye mnanielewa? That is what we want. Na ndio leo mimi nasimama hapa kuambia watu wa Kilgoris, watu wa Narok, hiyo kazi yote ambayo inaendelea. Nilikuwa hapa kuanzisha affordable housing. Katika kaunti yetu ya Narok, tumetoa pesa ya serikali bilioni 15 kwa mambo ya affordable housing, mambo ya masoko na mambo ya hostels. Hii TVET yenu hapa tumewapatia milioni 130 ya kujenga hostels. Hapa Kilgoris Town tunawajengea soko ya milioni 300. Nimepitia hapo leo. Ndio hiyo imefika floor, ni soko ya ghorofa 2. Ya chini imeisha, ya katikati ndio hiyo, alafu tunamalizia ya 3. Nyinyi mmekuwa na soko ya ghorofa? Serikali gani imejenga soko ya ghorofa pande hii? Iko? Yes. Tumewawekea hapo soko kubwa, na vile huyu MCA wetu amesema hapa, hii soko yenu ya hapa Enosaen pia haitawachwa nyuma. Nitahakikisha kwamba tunawawekea soko hapo. So hii Kilgoris tunajenga